Hello bwana, mambo vipi? Ni Mr. Analyst Online Media na hii ni Analyst TV. Aisee, kubwa zaidi bwana ni kuelekea tunatazamia kuhusiana na issue ya jana baada ya klabu ya Simba kutangaza kuachana na wachezaji wao takriban 7. Lakini hiyo haikuwa issue kubwa sana. Issue kubwa imekuja kutokea pale baada ya kuonekana jina la Musa Pimpin Kamara akiwa miongoni mwao. Alafu golikipa ambaye alisajiliwa kuziba pengo lake baada ya kupata majeraha katika dirisha dogo la usajili, ambaye ni Djibril Kassali, kusalia katika viunga hivyo vya Msimbazi, jambo ambalo kiuhalisia halikutazamiwa na halikutegemewa. So comment zimekuwa nyingi kutokana na maamuzi yao ya Simba, wakiulizwa kwa nini wamefanya hivyo na nini hasa wamekiona katika mikono ya golikipa huyo kuelekea nchi yao ya ahadi. Yes, Analyst TV inaleta some analysis kuhusiana na tukio hilo ambalo Simba wameona kwao ni sahihi kabisa kuachana na Djibril Kassali. Amini kuachana na Musa Pimpin Kamara alafu kubaki na Djibril Kassali, wakitumaini kuwa yeye atakuwa ndiye nguzo muhimu sana katika milingoti mitatu ya kuilinda na kuipambania klabu ya Simba Sports. Na hizi sasa ni some takwimu chache tu ambazo Analyst TV tumezianalyze na kuona kabisa hii itakuwa ni nini hasa kimewapelekea Simba kuendelea na Djibril Kassali alafu na kumuondoa Musa Pimpin Kamara. Kwanza kabisa ni umri ambao wachezaji hao wanao. Musa Pimpin Kamara akiwa na umri mkubwa zaidi ya Djibril Kassali, hiyo inakuwa target namba 1. So wameangalia umri, kitu ambacho kinapelekea kupata majeraha ya mara kwa mara kwa golikipa Musa Pimpin Kamara. So kitu pekee na ubora wa mchezaji sio ndani tu kwenye dakika 90, lakini pia uimara wake na ubora pamoja na afya njema pale anapokuwa anaitumikia klabu husika. So Analyst TV tumeona hicho ndo kitu cha kwanza ambacho Simba wameona hichi kitu ni kigezo cha kwanza kabisa kuhusiana na wachezaji hao. Lakini pia tunaweza tukasema Kassali ana mapungufu compared to nani Kamara. Lakini kwa wakati mwingine Kamara ana ubora wake, kwa sababu tunaweza tukahesabu maovu yake. Tunajua kila golikipa huaga na matatizo yake, kila golikipa huaga na madhaifu yake. Kwa mfano golikipa bora kabisa ligi kuu Djigui Diarra amekuwa na matatizo ya kustep forward mbele kabisa, kitu ambacho baadaye anaweza karuhusu magoli yale ya kushtukiza, na imesha kutokea hivyo. Tuliona msimu mwaka juzi kwa mwaka jana 24-25 ambapo Selemani Bwenzi alifunga goli kutokea katikati na akaweza kuscore. Kwa hiyo ni changamoto ya Djigui Diarra, kitu ambacho kila golikipa anakuwa na changamoto yake. So kwa Musa Pimpin Kamara anaweza kuwa bora kuzidi Kassali, lakini Kassali akawa na mapungufu machache compared to him. Kwa mfano tunaweza tukasema Djibril Kassali huaga anafungwa magoli ya mbali, huaga yanamshinda. Okay? Huo ndio udhaifu wake. Lakini je, haokoi magoli ya karibu? Na je, kila goli la mbali huaga linafungwa kwake? Hicho kitu hatuwezi kukisema kwa hivyo. So Djibril Kassali hicho kitu kingine ambacho kimepelekea Simba kumbakiza kikosini. Lakini kwa namna nyingine Simba wasibweteke wa kumtegemea sana Kassali, kwa sababu pia naye amekuwa na makosa kama hivyo ya kujirudia. Amekuwa mzito tofauti na Pimpin Kamara. Hizo ndo zimekuwa pointi za criticism kuhusiana na wawili hao. Uzito wa Djibril Kassali kufika katika matukio, hiyo inaweza ikawa ni moja ya changamoto yake kubwa sana. So hayo ni machache tu Analyst TV tumepitia na kuanalyze, na tukaona uimara pamoja na upungufu wa magolikipa hao na nini hasa kimesababisha Djibril Kassali kusalia ndani ya viunga vya Msimbazi. Hii ni Analyst TV, endelea kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.